Number one, ili uweze kusoma vizuri na kumaliza hiyo course, check your ID. Check your ID. Your identity ni gani? Changamoto ya vijana wa siku hizi ni kwamba unaenda kuwa mke ya mtu ama mume wa mtu ukiingia college, ili hali unahitajika kusoma. Alafu unapata jamaa anakutesa pala, anakuambia wewe, hatuendi leo daro, nikulala. Alafu unaanza kumwambia sasa, unajua amelipa na ni shida. Anakuambia nimesema, uko na mimi ama unawachana. Unajipata unasema waje basi tukae mjinga. Mimi nataka nikuambie siri. Kutoka leo, check your identity and know who you are. Umeenda pale kwa sababu ya nini? Umeenda kwa sababu ya nani? Umeenda kufanya nini? Na umeenda kufanya mpaka lini? Na itakuletea nini? Na utafaulu kwayo na itakusaidia vipi? Ask yourself those questions and it will give you who you are. Hiyo ni jambo la kwanza. Sasa kama unaenda pale ndio uanze kuonyesha madoido, kama wewe ni msichana uweze kung'ara huko ukisema oh my god, I've come to this place under sponsorship ya shetani ishindwe. Nataka nikuibie siri, sio fashion show, sio kwenda kujitambulisha, ni kwenda kusoma. Kijana, hapa ni kutafuta kwa ajili ya kuondoa taabu. Wanaume tuko endangered siku hizi. Kama hauna unawachwa. Kwa hivyo ndugu, umepata opportunity kama hii, tumie poa, pata elimu itakayokupatia fedha itakayomleta mtu na itakayokufanya ukubalike kwa village. Otherwise utakuwa ukiambiwa kwa sheria, "Weri, nyoigo." Okilijo kijana tukulu ibubi kwa nyitirini mogo stoi. You choose right now. You choose. That is number one. Number two, create your vision. After checking your identity, create your vision. Baada ya hapa, ujue kwamba unaenda kupata diploma. Na baada ya diploma, if I were you, weka vision nyingine ya kusema kama hii ni deep, nataka niende mpaka nipate degree, kwani ni anani? Na ikiwezekana niende zaidi. Alafu hizi motivate colleges zote nikuje nikiwa lecturer. Kama ulikuwa unataka kuwa mwalimu, kuja kuwa tutor baada ya kupata degree kwa hiyo course yenye unaenda kupata. I wish I were you. Cheki vision kubwa, uangalie mbele, cheki huko mbele na kusema wazee naenda, munione. Wacha watu wakupate umeenda mbali, ndio utakuja baadaye kusema wait not for, and I want to thank God for, and because of I am who I am today. That is better. Kuliko kuja kusema kibit kinesa manene kikagone. Webati ya minyo mamush. Mata tarako tu, abat kitiongan geleni. Kwera. No. I want you to go there and do exactly what you're supposed to do. Number three, wana asifiwe. Number one, check your identity. Number two, create your vision. Number three, develop your travel plan. Develop your travel plan. Kama unataka kwenda mahali, unapanga. Kama vile nimetoka Nandi, nilipanga kwamba nakuja kufika mahali fulani niweke mafuta. Baada ya kuweka mafuta ni kuanza safari. Safari yenyewe iendelee na itafika mpaka Iten, kwenye uwanja ya Iten. Na naenda kuzungumzia vijana. That was my travel plan. Wachana na hiyo ya sasa ya kwenda. Kuna travel plan ambayo nimedevelop yangu personal. Reverend Gabriel alijiambia kama nilienda shule, kama nilirudi shule at 25, 29 na kumaliza form 4 at my 5th floor. Kwa sasa nimesema mimi sitazikwa na eulogy fupi. Itakuwa mrefu. That is my travel plan. I am undergoing my degree in another thing, and I'm targeting my masters, and after that one my PhD. Na ikimalizika niitwe Reverend Dr. Joel Gabriel. Na kama itawezekana niandike kitu yenye hakuna mtu amewahi andika, niitwe professor. Kwani ni nani? Mimi nireja develop a plan. Wacha kusema tu chenye itatokelezea. Kama hauna travel plan unaolewa ukiwa college. Kama hauna travel plan unaoa ama unazaa mtoto kwa barabara. Kwa sababu sasa umeenda kusaidiwa alafu unaenda kuzaa. Ndio mtoto anaanza kusema nataka chai na hauna pesa. That's my biggest challenge. Ama wewe ni kijana unaambiwa na msichana mwenye umemzalisha mtoto, sasa wakati nilikuambia na sasa na ndio sababu lazima tu. Unaanza kusema nasema ndio anakuambia hauko unafikiria ndio unasema hii ni mbaya, usinitusi. Anakuambia ndio niliona kabisa au kai.
hata ukai una tu vile unakaa. Ndio unaanza kusema gari wala kwani sikai aje sasa. And the next thing ni kwamba mnauana kijinga jinga. Develop your travel plan. Ijulikane unaenda wapi na utamaliza lini. That is number 3. Number 4, master the rules of the road. Master the rules of the road. Barabara yako yenye unaenda, weka sheria. Kama imesemekana enda. Alafu kuna unaambiwa hapa umeonyesha dalili ya kuna pumps. Reduce speed, weka 20, panda pumps, shuka, anza safari. Ikifika mahali unaambiwa you can travel at 80 kilometers per hour. No problem. Chomoka nayo. Lakini kama unafika mahali imeandikwa 20 kilometers per hour, enda pole pole. Alafu unaweka full gear na unachomoa. Unasema wazee 20, mimi naendanga na 80. Tutakupata kwa forest. Ukiuliza maswali niko wapi? Kama hauna rules kijana, utaenda ukunywa pombe. Yenye urunilegi tiongoni wazee niko rada. Hapo jana tulisherekea vipoa. Ilikuwa noma. Tulizichukua moja baada ya nyingine. Nandi haya ilikuwa sherehe poa. Network out. The next day pombe. Finally kifo. Yeye tena babakol. Mbona tuimbe na mama moja na mmesaidiwa hivi? Mimi nilisaidiwa na msaada ya wakati wa haikuwa CDF, ilikuwa unaenda kwa mheshimiwa. Sasa mimi nilikuwa naenda secondary na style. Sina pesa lakini nasikia kuna mkutano kama hii. Nikipewa ruhusa ya kutoa shairi, sawa. Nisipopewa ruhusa na shairi yangu haikuwa ni ya kutolewa ila ina mtiririko wa kuwa shairi. Ninatunga tu saa hiyo. Na naenda mbele. Kama saa hii naweza kuja hapa na kusema Mheshimiwa Adams, nimekuja kushukuru kwa kazi nzuri yenye umefanya. Na hiyo ni shairi. Nilikuwa nafanya hayo ili nipate CDF ya wakati ule. Na nakumbuka wakati mmoja nikaambiwa kijana, hiyo uongo yako hatutaruhusu leo. Nikasema ngoja muone, minya mjezi na mimi nitafika tu. Nikasikia Mheshimiwa Henry Kiprono Koskei yuko mahali. Anafanya harambee Jebelele mahali nafanya kazi saa hii. Nikaambiwa wako hapo, nikasema ngoja. Kama vile ilivyokuwa kwa DC, leo itakuwa kwa mheshimiwa. Nilienda kwa DC kwa lazima. Nilienda kwa polisi nikawaambia jamaa wenye wako kwa gate hapo, nataka kuona mheshimiwa. Nikauliza huko na appointment, nikasema Wakati jamaa anaenda na mimi namfuata. Anaenda kuuliza, piga salute, anasema yes sir, there is a young boy na niko hapa. Wakati anasema there is a young boy na niko kwa mlango hapa. Alafu jamaa anasema, na wewe nilikwambia ungoje nje huko. Enda nje. Wakati ananiambia nini, namwambia kuna haja mheshimiwa, mwambie tu. Nilijua sina appointment na sitaruhusiwa. Kwa hivyo ni kwenda. Unajua wakati huko na tabu unafanya visanga tu. Nilijilazimisha mpaka wakati ananishika hivi ananisema mheshimiwa, this is the boy, na anasema kwamba kuna appointment na wewe. Na mimi namwambia hakuna mheshimiwa, ni ile nataka kukuona live. Kwa sababu wakati huo CDF ama battery ilikuwa inapeanwa na DC. My friend, DC akasema na simjui huyo kijana. Street askari akanishika wakati ameweka mkono yake kwa hii mshipi. Nikaona nimeenda. Nikashikilia kwa ukuta mlango mahali imechorwa ile Z, yani, na nikasema liwe liwalo, kifo ni moja, afadhali kufia ndani kuliko nje. Wakati nameona na ngangana hivi, anajaribu kudestabilize mguu. Ninawika. Wachana mimi. Mheshimiwa akasema muache. I explained myself, nikasema sina karo, niko form 2 Makanda Boys High School na sina karo, na kanisa yenye ilikuwa inanisaidia hawajanisaidia tena, wazazi hawataka kunisaidia. Mheshimiwa nipatie basari, akaniambia kijana, na sina basari, nicha disperse tayari zote zimeenda na sione kama nitakusaidia kwa sasa. Nikamwambia na stoki hapa mpaka unisaidie. Akanipatia permit ya miezi 3 ya kutangaza. Nikaambiwa kijana, wewe sina basari. Nikamwambia mheshimiwa, siwezi toka mpaka unisaidie. Akaniambia nitakupatia permit ya 3 months. Wewe enda omba kwa mashule ama kwa soko. Nikapewa permit ya 3 months. Nikasunguka, nilipopata pesa 45,000 cash yenye nimeomba na nilikuwa nafukuzwa literally. Ninyi mna bahati sana. Unaenda kwa duka, mtu anasema kijana, tumeona wakora wengi, wacha kujileta, toka hapa, na unatoka. Unaenda mahali pengine kwa kanisa, wa mama wanakuonea huruma. Na nilikuwa najua namna ya kuzungumza. Sema Wakristo wote, Mungu awabariki sana. Mimi ni mwanafunzi wa Makanda Boys High School, niko form 2 na sina karo. Nimekuja kuwaomba kwa yenye imepake kwa sadaka. Mnipatie shilingi 1, 2,
shilingi 1 na 2 yenu itanisaidia niende shule. Watu wanasema tuimbe wimbo, leteni kikapu na wananikusanyia. Nikapata 45,000. Wakati nilipata 45,000 nikaambiwa mheshimiwa Koskei yako kwa Cheplelet anafanya harambee ya shule. Mimi nikasema kama vile ilivyokuwa kwa DC ndivyo nitakavyoenda kumuona mheshimiwa. Nikaja, nafasi ilikuwa hivi kabisa, waheshimiwa wako hapa, mheshimiwa watu wako pande na pande hii, na maaskari walikuwa wamesimama. Hawa leo wako opposite, naona wako nyuma, walikuwa wamesimama hivi hapa mbele, na wengine hapa naona wao wako nyuma sahi, na mmoja wao ndiye alikuwa kwa DC. Waliponiona wakasema wako na fimbo nyingine ya kuwekwa hapa hivi. Mmoja akashika fimbo na akasema unaona ile kijana hii, huyu anakuja kusumbua sasa, ona vile anakuja. Nilipoona hiyo fimbo ina point kwangu nikasema singoji. Ile riadha nilitoa hapa. Mbio kutoka pale mpaka mahali mheshimiwa alikuwa, na walikuwa wameinterject, wamefika hapo tayari, wanajaribu kunishika, nikamwambia kidogo uningoje tu nimalize kitu. Na mheshimiwa wako ananiuliza nini baya? Ambia mheshimiwa, nikaona wananishika. Mheshimiwa Koskei akikasirika na wewe anaonyesha mkono. Aliposema hivi nikajua nimeenda. Mimi nikapiga magoti na nikashika miguu ya mheshimiwa. Wakati wanajaribu kunifuruta, mimi nafuruta mheshimiwa kwa kitu. Mheshimiwa akasema wachana na yeye. Ni nini mbaya kijana? Akatoa checkbook yake akaandika check 15,000, akararua akanipatia. Mimi nikapita katikati ya maaskari ni kwa wave. Hii maisha inahitaji risk takers. That was a risk. I got that amount, 15,000 plus 45 to Lumakanda Boys High School. Hiyo ililipa form 1, arrears yote cleared. Form 2, school fees yote cleared. Form 3, school fees yote cleared. Form 4, first and second term. Hakuna ya third term. Principal alipoona hiyo pesa, akasema kijana, the 3,600 ya wakati wangu 3,000 ilikuwa ya fees ya third term. 3,600. Nitalipa na nitakuwa register with my own money. I was registered na akanipatia 200 shillings per month kwa mshahara yake ambayo ni pocket money yangu. Na nikamaliza Lumakanda Boys High School. Mnapomuona huyu jamaa hapa ni jasho na tabu na mpango. My friend, develop your travel plan and master the rules of the road. Mimi niliwachana na wasichana, niliwachana na wote, na kama ninavyosimama hapa leo, nashukuru Mungu pombe haijawahi ingia kwa mdomo yangu. Wasichana ni baadaye sana ndio nikaanza kuwaona, kwa sababu walikuja baadaye. Hapo mwanzo walikuwa wananihepa wote. Nikiwasalimia habari wanasema nzuri Gabriel na wameenda. Nilipomaliza ndio nikaonekana wakaanza kusema sasa Gabu, China ili change. China ili change from Gabriel to Gabu. Hey! Boys, wacha niwaibie siri kama mko hapa, tumia akili. Wasichana, wacha nikuibie siri, usipokaa rada na ucheze hapa utaolewa ovyo ovyo, hauna diploma yenye ulikuwa umeiendea, na mwenye atakuwa amekuoa hana mbele wala nyuma, na atakusaba makofi. Na unajua wakati hauna chochote, ukisimama mbele ya watu hivi wanakurumia, wanasema toka, unaenda tu. Mume wako naye anasema kiwindi ni ulikuwa unaenda kusimama kule, na saa hiyo anapanga kukusaba kofi. Na wakati hauna certificate, hauna kazi, mtu akikusaba kofi, badala ya kutetea unauliza swali, umeanza. Na unajua ukiuliza swali mwanaume anarudia ya pili, kwa sababu ni kama haukusikia. Anakusapa kofi ya pili ya kushoto, na ukipata ya pili ndio una confirm, nilijua tu utanichapa ya pili. Wakati hauna kitu ni mbaya sana wasichana, habari zenu ni mbaya. Wakati hauna chochote, hauna mbele wala nyuma, ukisapa kofi una confirm, nilijua utanichapa ya tatu ya pili. Na kwa sababu hujetoka na bado una confirm makofi mawili yenye melandi kwa uso yako, anaamua acha mguu basi amue, anakupiga teke. Na kama umekonda kwa sababu ya changamoto, una fly. What happens is that you will fly, na wakati una fly utapenda mpaka juu na uketi chini. Confirmation ni kwamba wakati umekalia mwili wako una confirm uniue basi.